usimfiche mtoto wako, bali mpeleke katika matibabu na Allah tabaraka wa taala atamfanyia sahali. Kwa tunasema dalili ya pili ya kumjua mtu aliyepatwa na mashaitani ni jununi. Ama dalili ya tatu ya kumjua mtu aliyepatwa na mashaitani au kujitambua, tunasema sududu anil istima'i dhikri wal firari min istima'ihi, ni mtu kujiona ya kwamba wewe hupendi kusikiliza dhikri. Labda kukawa kuna kaseti imewekwa kwenye radio au kwenye TV, au ni pahala fulani pamkusanyiko wa watu wanafanya dhikri, au ni msikitini watu wanafanya dhikri, watu la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Wewe ni yani hutaki kabisa, yani kitu gani hiki? Kusimai dhikri, kusikiliza dhikri, wa firari min simai, na ukukimbia kabisa, yani ile sehemu ambapo panapotajwa dhikri wewe unakimbia kabisa. Sehemu panaposomwa dua wewe unakimbia. Na ndio maana utamwona mtu mwingine amewekwa chini, tunakaa chini, tumeelekea qibla, tunafanya kisomo cha ruqya. Hasa watu kama sisi tunapata mitihani sana, tunakumbana mitihani mikubwa sana. Unamfanyia mtu ruqya, unamsomea, basi anapiga anatoka mbio, anakimbia kabisa, yani hataki hata kusikia. Na pengine anafumba masikio yake yani wakati huo unaendelea kusoma yeye amefumba masikio, amekunja uso, yani hataki kusikia kabisa kabisa kabisa. Hii ni dalili ya kwamba huyu ana matatizo makubwa, na matatizo hayo yanatakiwa yatibike, na ataendelea kufumba hivyo, na kadari yake Mwenyezi Mungu, wallahi mashallah, huwa Mwenyezi Mungu anatupa nguvu na tunamshinda yule shetani, na biidhnillah tabaraka wa taala mgonjwa anakaa katika hali iliyokuwa nzuri. Kwa hiyo dalili ya tatu tunasema ni mtu kujizuia kutotaka kusikia dhikri yake Allah tabaraka wa taala. Qur'ani kisomwa, dhikri ya majina Mwenyezi Mungu kisomwa, utajwa wa bwana mtume Muhammad hataki hata kusikia na kadhalika. Ama dalili ya nne tunasema shuuru mamsus bidhiqi walhanqi walighma'i idha ajbar ala sima'i adh-dhikri, ni kwamba huyu mtu kuhisi kupatwa, huyu aliyepatwa na huyu sheitani ni kujihisi yeye mwenyewe sasa bidhiqi, anaishi dhiki sana, yani dhiki, yani anapokaa na dhikika, yuko ndani kwake anaona ni dhiki tu, anafaa bora nitoke tu niende nikatembee huko nikarande na njia tu, na hata kama akiwa amelala anaona zile hanaku zile kama anabanwa kinamizi kile kinamfinya usiku na kadhalika, hali kama hizo. Kwa hiyo inakuwa katika hali kama hiyo, na yeye anakuwa hapendi hata kusikiliza dhikri yake la ilaha illa Allah. Ama dalili ya tano tunasema shuuru bil irhaq wa thaqli fi jismi duna sababi tibi, kwamba tunasema ni mtu